Zana kama ambavyo nilisema kuhusu Stefan Aziki pale, jamaa anakula mkataba miaka miwili miaka miwili. Stefan Aziki, unapomwita Stefan Aziki unapaswa umuite kwa heshima. Sawa You have to put some respect. The MVP, ashaikuwa MVP huyu wa ligi ya Bongo. MVP. Amerudi nyumbani. Ni shemeji pia, shemeji yetu. Shemeji yetu. Sasa anasaidia sasa mama watoto wake Hamisa asafiri tena. Hamisa Mobeto kumfuata sijui mara Morocco mara Libya. Mara flight ile imekwama kidogo. Chuma kimerudi mjini. Familia imetengama. Kwa hiyo Stefan Aziki jamani, hiyo ni tayari. Bado tu Yanga kumtambulisha, ila hiyo tayari. Chukueni kwamba ni tayari. Sasa kuhusu Stefan Aziki, magolkipa wa Bongo waanze kula vizuri ugali wa muhogo, wale ugali wa dona, waepuke kula chips yai isikauke. Wanasema isikauke, iwe lojorojo. Mtavunjwa miguu na mtavunjwa mikono bila shaka. Maana jamaa anatunguaga yule. Na ana vigimbi. Anatungua. Hapo Devi. Unasemaje Paulo? Tanja Kasali afanye mazoezi ya kutosha. Kwa kweli bwana Tanja afanye mazoezi yule jamani. Utaweza mishuti azizikiwe Kasali. Kama Manula alikuwa hawezi. Kama Manula alishindwa, aliachia migoli 5. Maana kipindi kile Azizikia alikuwepo. Naombeni acheni kwanza. Kasali utaweza Kasali. Niacheni bwana. Tafadhali. Matumaini usishtue watu bwana. Mimi hapa nimejaribu kuongea tu. Ni maoni yangu tu, nauliza maoni yangu, nauliza maswali. Yanga wakitaka jambo lao jamani, waga washindi. Wamemvizia Aziziki, wamemvizia Aziziki. Kwa Aziziki walikuwa wanapoteza tu muda. Yule Aziziki, unajua kuna mchezaji ambaye anaenda kucheza timu fulani kwa sababu ya hela. Na kuna mchezaji ambaye anacheza timu fulani kwa sababu anaipenda. Ndo Aziziki. Ni kama Diara. Ni sawa na kama Diara. Diara wanasema tayari ameshakuwa mwanachama wao. Ni sawa na nani huyu nani? Chama anacheza Simba kwa sababu anaipenda kutoka moyoni. Ana mahaba ya ndani. Ataenda wapi lakini atarudi Simba. Chama kule Yanga ndo unasema kama Chama amejificha kwenye kichaka cha kwenye kichaka cha Jangwani, ndio Chama kipindi kile. Alikuwa ameenda kupiga hela. Alikuwa ameenda tu kupiga hela, lakini hakuna mapenzi. Unajua unachezea kitu, unafanya kitu ambacho ukipendi. Uwezi hata ukafanya vizuri. Umeona? Yes. Kwa hiyo Stefan Aziki bana amerudi, yuko pale. Na kilichosababisha Stefan Aziki kukamilisha mchongo wake ni Yanga kuuza wachezaji. Pesa ya Depo ikahamishiwa tu pale. Kwa Depo ameshaondoka. Tayari anaenda kulipwa milioni 75 huko kwa mwezi. Petro Atletico de Luanda anaenda kuwa ameenda di Luanda kwa timu nzuri tukamepata. Yanga amekula mzigo mrefu. Anapata vizuri. Okay, Depo. Kwa hiyo bwana ndio hivyo, tayari chuma kile pale kimetua pale na amerudi nyumbani bwana. Mambo mazuri kweli. Sasa Yanga wamepokea ofa, lakini wameangalia wakasema bana hapana. Yanga sasa wameanza ubishi. Huu ni ubishi unaitwa huu. Hii pesa ambayo imewekwa ni ndefu. Hii pesa iliyotumwa ni ndefu sana. Alafu wanawezaje kuiweka kapuni? Mimi unajua na washangaa Yanga Afrika. Kwani Yanga msimu hela wanazo sana Wanafanya alikuwa na pesa nyingi vya Yanga Afrika. Kama waliweza kuwa vishandu wa kupita na mwalimu, nadhani hawana hela. Vishandu tena. Sisi walipita na mwalimu saa 8 za usiku. Hivi just imagine. Yanga wameignore offer wamereject offer ya FAR Rabat pamoja na Wydad Casablanca kumtaka Alan Okello. Kwa sababu namba 10 wameshampata Stefan Aziki, wanatamba kwamba Alan Okello pesa yake eti ile waliotumiwa wameona ni ndogo, wanataka iongezwe tena. Na kuna ofa zilifika mezani za kutosha sana. Za maana kweli kumtaka Alan Okello. FAR Rabat walifika hadi bilioni 2.6. Yale kama ya nani ya Mzinze. Wanaelewa vizuri. Wydad Casablanca walipeleka bilioni 1.3, baadaye FAR Rabat wakapeleka bilioni 1.5, wakapanda juu. So unajua Pedro Gonçalves yuko FAR. Nataka wachezaji wazuri. Sawa. Baadaye FAR Rabat wakarudi na ofa ya bilioni 2.6, Yanga wakasema hapana, wanataka bilioni 3.
Na watatoa. Kama wanamhitaji sana watoe. Yaani jana tu wamepeleka bilioni 2.6 Mimi nawapongeza na chambi na chinchi zake. Bado Yanga wakasema mimi nawakubali Yanga kwa sababu gani? Sometimes njanja hizi za haraka sio nzuri. Sasa Yanga sasa hivi wanataka bilioni 3 wanalinga na pointi 8 fulani hivi. Yaani inakaribia bilioni 4. Hawana njaa. Kipato kina majivuno. Hawana njaa. Wachezaji wanao. Hizo hela kweli. Okera pia ni mzuri, anaendelea kucheza. Hizo hela kweli ndio ingekuwa mo. Kweli angezikataa hizo pesa hizo. Azikatae wapi? Na hela zake ziko benki, ataongezea na hizo. Hizo hela angezikataa kweli mo. Asingezikataa. Hao Yanga Afrika hao. Unajua shida ukiwa na mtu mwenye hela. Sawa, naomba nimalize achana na mimi. Bana twende. Haya, sikiliza ya Simba hiyo tuone kama wataipokea. Klabu ya Simba bana, mzigo umeingia kutokea Uturuki. Mzigo. Klabu ya Bursaspor ya Uturuki imetuma ofa nyingine ya bilioni 2.6 na chenji nyingi kwenda kwa Simba ili kumpata fundi wao Anise Ura. Aniset Ura anatakwa kwa hali na mali na Bursaspor ya Uturuki pale. Jamaa ametuma sasa hivi dola milioni 1. Inakuja bilioni 2.6 na vichenchi vingi. Wanamtaka Aniset Ura. Na ofa tayari iko kwenye meza ya Simba. Unaambiwa Simba wameanza kuichakata. Ukiona kuichakata unajua wameimezea mate. Kuna watu wanaitolea macho sasa hiyo bilioni 2.6. Sasa ni ama wamkwaze Steven Baka ambaye alisema awali huyu jamaa atoki, ama wao tumie ubabe wa muuzi. Unajua Steven Baka alisema nataka nibaki na wachezaji wangu wote wa muhimu. Libasi asiuzwe, Aniset Ura asiuzwe. Yeye ndo aloweka ngumu. Na wanapopenda hela pale. Sasa kuna mtitu naambiwa uko ndani, watu wanaanza kusema hii hela tuiache kweli? Hela nyingi. Wanaanza kupigia mahesabu. Kuna taarifa kwamba huenda wakaachia hii jamaa. Sasa waachie sasa. Waachie wafanyie kitu cha maana. Unakuta wanaachia mchezaji mzuri, wanaingiza matumboni mwao. Na ndio mistake ambazo Simba huwa ndio wanachofanya. Wao wanashauri nini sasa? Waache hela kweli? Wamwache mchezaji acheze. Hela si wanayo wamesema. Iko benki. Kwani hela iko benki, hela kwenye benki ya benki haitoki. Hela benki haitoki. Kama haijatoka kumsajili Fei, itatoka hiyo hela benki huko. Wamwachie Steve Baka wachezaji wake. Na unapouza mchezaji lazima uwe na replacement ambayo itakuwa sahihi zaidi. Kama ungekuwa wanafanya kama walivyofanya Aziz Ki. Kwamba wanamuuza huyu waongezewe wamchukue Fei Toto. Hapo sawa. Lakini sasa kama wanaanza kuichakata, manake sio issue ya nani. Ni issue ya kuchakata, wanachakatia matumboni mwao. Ni chakato hivi. Kwa sababu kina wetu wanachakata ili wakasajili dirisha ndio linaenda kufungwa. Linafungwa leo, wanachakata mpaka lini? Wanachakata ili mle au wake kwenda kusajili sasa hivi muda umeisha. Umeisha. Simba wasubiri mpaka mwakani dirisha dogo. Ni leo. Yaani siku kama ya leo Dave ili upate mchezaji hakuna kona nenda na mpunga direct. Weka pesa. Bwana mpunga huu hapa. Tunafanya haiwezekani. Basi tusubiri kuona itakayotokea. Yatatokea nini? Yatatokea nini? Kuchakatia mitumboni mwao. Sasa wakichakata si wana nini? Hela inafanya mambo mengi. Mambo gani bana? Usajili unafungwa leo. Mambo gani yatafanyika bana? Watajengea uwanja. Hela. Hela zinda benki tena. Simba Sports Club hawajamaliza. Hawajamaliza katika eneo la ushambuliaji, bado wana mashaka na Ibrahim Dumbia. Wanaona kama vile Dumbia watu wengi wana mashaka naye. Kama vile kwa michuano ya CAF hata wafikisha nchi ya ahadi. Wameona mapema waanze kupambana. Kwanza walienda kumchungulia yule nyota mkongomani kutokea Igodi Congo, anaitwa Tony Talas Madudu. Mwenye umri wa miaka 20 wamtaka ule jamaa. Lakini wakati huo wamesukuma jana mzigo, wamesukuma ofa rasmi ya dola 200,000 kama milioni 529 fulani kwa pesa za sasa, kwa maana ukipiga kwa dola inaenda kwenye milioni 529 fulani hivi. Wametuma kwenda Al Ittihad ya Libya na lengo lao ni kumpata mshambuliaji Msenegali Pape Abdou Ndiaye. Jana jioni nimepenyezewa nikamwambia bwana Abdou Ndiaye anatakiwa huko.
walishawahi kumtaka pia. Jamaa ana umri wa miaka 24, ana faida 2 kama sio 3. Ana uwezo wa kucheza vizuri namba 9, lakini pia ana uwezo wa kucheza namba 7 na 11. Sasa Steven Baka amesema haraka sana anamtaka ujamaa. Taarifa inaniambia kwamba tayari mambo yanaenda vizuri, huenda wakampata ujamaa. Ana ustadi wa kufunga magoli na kutoa assist, ni mrefu kimo chake kwa kichwa, hiyo kwa sababu pia. So wazungu wanasema kitaalamu, let's wait and see. Leo ni deadline. Leo ni siku bize kuliko siku zote. Leo ni siku ambayo sio ya kulala. Na kama katika siku ambayo usiku anything can happen. Kabisa, na siku ya kulinda kambi yako, siku ya kulinda kambi ni leo. Ni leo. Ashimuibwe, mabodyguard wa Ashimuibwe huko analinda huko. Vishandu ni wengi. Lolote litatokea. Lolote linaweza likatokea usipolinda kambi yako vizuri. Unaweza vishandu mwewe ni wengi. Azam hawakamatiki, Azam hawashikiki. Azam amemshusha mchezaji ambaye Simba walimtaka kwa udi na uvumba, pesa yao ikawa haijatosha. Kipindi Simba anamsajili Henok Inonga Baka, kuna chuma kilikuwa kinaitwa Fasika Idumba. Mnamkumbuka Nathan Fasika Idumba? Idumba. Ni kweli ana umri wa miaka 27, lakini huyu ni beki ambaye alikuwa bora sana na alifanya makubwa. Amepita vilabu kadhaa, amepita Valerenga pale Norway, alicheza pia pale Cape Town City Afrika Kusini, alicheza pale Chipa United ya pale Afrika Kusini. Tayari ametua Azam FC pale ba, kwenda kuongeza nguvu kwenye kikosi cha Jean Flora Ibenge, na Flora Ibenge ndo ameshawishi vizuri kabisa ofa hii mpaka huyo mchezaji akapokea. Kumbuka wote hawa Kongomani hawa